Naam, nakusalimia katika jina la Yesu Kristo na karibu katika kipindi chetu cha Kisima cha Uzima. Jina langu ni mchungaji James Bogwa kutoka katika kanisa la Fountain Gate hapa jijini Nairobi. Nina furaha kukuletea ujumbe wenye mada heri wenye mioyo safi. Andiko letu kuu ni kutoka kitabu cha Mathayo 5 na mstari wake wa 8. Inasema hivi: heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Msikilizaji wangu, wenye moyo safi ni watu walio na moyo mtakatifu, moyo uliooshwa ama uliofanywa kuwa safi kupitia kwa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kwa sababu hakuna njia ingine yeyote ile ya kusafisha mioyo yetu ila kwa damu hiyo iliyomwagwa ni kwa ajili ya dhambi zetu. Walio na mioyo safi ni wasiotakia wengine maovu. Kama uko na moyo safi kabisa, hawezi kufurahia ama kutakia mtu mwingine maovu yoyote ile, na ni kwa sababu wakati kuna uovu wowote ndani ya moyo wa mtu, naye anataka kuona wengine wakipitia mabaya, maovu na kadhalika. Ninapozungumza kuhusu moyo mtakatifu, wapendwa, ningependa mjue kwamba wenye mioyo safi ndiyo watakao muona Mungu, na sio tu kumuona Mungu siku zijazo, hata sasa, hata katika hali ambazo tunapitia katika mambo yetu, katika jamii zetu na biashara zetu na huduma zetu na kadhalika, ili kuweza kumuona Mungu, ili Mungu ajitukuze, ili Mungu ajitokeze, akushughulikie, akubariki, akabiliane na changamoto ambazo wewe unazipitia, ili Mungu ajidhihirishe na aonekane. Itakuwa ni kwa sababu kuna moyo safi ndani yako. Kwa hivyo kuna faida kuu sana ya kuwa na moyo safi. Kwa maneno mengine ni kusema ya kwamba ni vigumu sana kutembea na Mungu bila moyo huo msafi, na sababu kubwa ni kwa sababu Mungu mwenyewe ni msafi. Mungu hana uovu, Mungu hana maovu, Mungu ako na moyo msafi mweupe. Roho aliye ndani ya Mungu ni Roho Mtakatifu, sio roho wa uchafu wowote ule. Basi walio na moyo safi wanamvutia Mungu, wanamkaribisha Mungu. Mungu anasikia ako na uhuru wa kukaribia na kutembea na kuishi na kufanya pamoja na watu walio na mioyo misafi. Tuendelee tuangalie andiko lingine katika kitabu cha Waebrania 10 kuanzia mstari wa 19 hadi wa 25. Tuangalie jinsi ya maisha hayo ya watu walio na mioyo safi. Wanaishi aje? Mtu anafika mahali pale kuwa na moyo msafi aje? Inasema hivi mstari wa 19: basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile iliyotuanzia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake, na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyuziwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Na mlishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliahidi ni mwaminifu. Tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri mwanavyo siku ile kuwa inakaribia. Basi kutoka kwenye kifungu hiki cha neno la Mungu tunagundua ya kwamba moyo msafi hupatikana ni kwa sababu ya kuoshwa kwa damu ya Yesu. Hakuna kitu kingine chochote kile. Hakuna sabuni, hakuna maji, hakuna njia yoyote ile, hakuna njia ingine yoyote ya kusafisha mioyo bila damu yake Yesu. Basi mwandishi anatuhimiza hapa, tukaribie damu hii ituoshe. Mara nyingi tunakuwa na mioyo ambayo imetiwa unajisi, imetiwa madhara, imetiwa shida hii na ile ingine, na mara nyingi mwanadamu huwa anajaribu ajitakase mwenyewe kwa nguvu zake. Wengine tunafikiri nikiomba hiyo itatosha, wengine wanafikiri nikienda kanisani hiyo itatosha, lakini pasipo ya kukabiliana na kukutana na damu ya Yesu, basi hakuna tumaini lolote lile la kupata usafi wa moyo. Hiyo ndiyo njia mwafaka ambao tumewekewa na Mungu. Neno linasema kwenye mstari wa 20 ya kwamba ndiyo njia ile mpya. Mungu ametuwekea njia, na njia mpya ambao ni njia kuingia kwenye uhai wake Mungu, na njia hii ni njia iliyo hai ambao inatusaidia kupita pazia yeyote ile ambayo inatuzuia kumuona Mungu wetu ama kumkaribia Mungu wetu. Tunafanya haya yote tukijua kwamba tuko na kuhani mkuu, na ni Yesu Kristo anayesimama mbele za Mungu Baba yetu kila siku akituombea, kila siku akizungumza na Baba, ni kwa ajili ya
maisha yetu. Hivyo basi, wapendwa, inatupasa tujue kwamba kuna mmoja ameenda mbele, ni kwa sababu ya utakaso wa mioyo yetu. Tumtumainie yeye Kristo, tumpende yeye Kristo. Na inamalizia kusema kwamba tusiache kukusanyika pamoja. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda kuwa na moyo safi, ni vizuri ujifundishe kukutana na wale wengine wako na shauku lile lile, wako na madhumuni yale yale, wanaotegemea, wanaotazamia, wanaopenda pia kuwa na mioyo misafi. Basi tusiwache kukusanyika pamoja na wale wengine kama ilivyo desturi ya wengine, lakini tuendelee kuonyana sisi wenyewe. Kuna vile mtu anakuwa na moyo msafi ni kwa sababu kuna wale walio karibu wanamuonya, kama akipinda kidogo, kama akiondoka kwenye mstari ule wa Mungu na njia za Mungu. Basi tunaonyana wenyewe, tunasaidiana wenyewe, ili tuweze kuendelea katika maisha tuliowekewa na Mungu wetu, maisha ya mioyo iliyo misafi. Heri wenye mioyo misafi, ni kwa sababu hao watamuona Mungu. Hebu tuombe. Mungu Baba yetu, uliyetuma mwana wako Yesu Kristo aje aishi, afe kifo cha msalabani ili damu ipatikane ya kutuosha, tunainua mioyo yetu na mikono yetu na maisha yetu mbele yako, tukiomba Bwana tutakase kwa hiyo damu. Wale ambao wamenajisiwa, wale ambao labda wamepata uchafu wa aina yote ile, tuoshe, kwa sababu tuko na imani ndani yako na tunaamini ya kwamba damu ya Yesu inaweza kututakasa. Asante Mungu kwa kufanya hayo, kwa ajili ya utukufu wa jina lako tunaomba tukishukuru, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele. Niumbie Baba, niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele. Nakuomba Baba, niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele. Nisikilize Yahweh, niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele. Daudi akasema, niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele. Niumbie Baba, niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele. Niwapende wanadamu, niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele. Niumbie Yahweh, niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele. Niumbie Yahweh, niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Huyo ni mwimbaji Anthony Musembi, ambalo ni ombi kila mmoja wetu anafaa kuomba asubuhi ya leo. Wimbo ambao unatufikisha mwisho wa kipindi cha Kisima cha Uzima.
Kwa niaba ya mtayarishi wa kipindi hiki Jude Mongori, mimi ni mchungaji James Bogwa kutoka kanisa la Fountain Gate hapa jijini Nairobi. Mungu akuumbie moyo safi na moyo wa kunyenyekea, ndio ukaweze kufurahia uwepo wake katika maisha yako. Amina.